Wadau na wadaku, amkeni kama mumelala. Amkeni. Diana and Bahati in a hot soup again. Hey, you won't believe what this boy revealed about Bahati and Diana. Hey, guys, mimi mwenyewe nimeshtuka. Yaani huyu kijana ameongea na hajapepesa macho na hajafanya, yaani ametaja jina kabisa na kazi wanafanyanga. And I'm telling you, inasemekana kijana ameongea maneno yote kwa sababu ya na Diana Bahati, na kwa sababu ya na Bahati wamekosana. Ilikuwa pesa fulani inafaa patiwe na hakupewa. Sasa ameamua akuje aongee. Na amejifanya ameenda pale kuombewa, kumbe ndio fanya nini aropoke maneno yote. And ukumbuke kwenye ameenda kuropokea hii maneno yote ni pale kunakuwa na watu wengi kila siku. And again alichagua pale pabaya kwenda kuropokea juu pale hivyo ni pale watu wanataka kuombewa na anaharibia kanisa jina. Hey guys, hebu sikiza hii video. Sikiza hii video uniambie hii story. Uniambie hapo kwa comment section. Niambie guys, nani alijua kama Sherry Gabriela anatumianga simu zake za anatumianga sim 2 kupata pesa? Nani alijua? Guys, hawa celebrities wengi wao wanatumia maili zao, wengine wao wanaua hata watu. Hebu sikia hii video utaniambia. Na sijasema ati Bahati anauanga watu. Hebu sikiza hapa tukisonga mbele. Mkubwa wenu kwa hii kazi ni nani? Anaitwa Kevin Bahati. Kevin Bahati? Ndio. Anakaa wapi? Ruiru kama Kiss, ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Mwimbaji ya wapi? Ruiru, anaishi Ruiru kama Kiss. Ni mwimbaji? Anaitwa Bahati. Ameajiri watu wangapi? Ni wengi. Watu wengi? Ndio. Mnafanya hii kazi kwa kaunti ngapi? Nairobi, Machakos, Eldoret na Nakuru. Hicho kikundi kinaua watu? Ndio. How does it happen? Wanachukuliwa hospitalini. Kisha tolewa figo, ndo wanawekwa kwenye magunia. Kisha wanasafirishwa. Wanapelekwa hospitalini. Wakifika hospitalini wanatolewa figo. Ndio. Figo inaenda wapi? Zinaenda kuuzwa. Lastly mulifanya wapi? Tulipeleka River Yala hapo kwa side za Migori. Mwili wa watu? Ilikuwa gunia 2. Gunia 2? Ndio. Gunia 2 ilibeba watu wangapi? Siwezi fahamu, lakini haiwezi kuwa ilikuwa imebeba watu 2 pekee. Watu wazima ama watoto ama youth? Youth, wasichana miaka kuanzia 20 hivi kuelekea mwisho 25. Hawa wasichana mliwapata kwa njia gani? Walikuwa wameahidiwa watapelekwa kazi Marekani. Waliambiwa watapelekwa kazi Marekani? Ndio. Na nani? Kuna rafiki yangu anaitwa Santos, alafu na mkubwa wa Eldoret anaitwa Dr. Abdi. Dr. Abdi? Yeah. Ako Eldoret? Ako Eldoret, hospitali inaitwa OAX. Hapo ndo walipelekwa ili waende wasafirishwe Amerika. Walikuwa wamedanganywa wanaenda kufanyiwa scanning na check up ya mwili. Inaitwa, wanaitanga nini? Wanaenda Saudi Arabia, medical? Yeah, medical check up. Mnapelekwa hapo ndani kufanyiwa medical check up alafu hawarudi? Hawarudi. Ukikata kuingia, sense danger, utaforsiwa kuingia. Utaforsiwa kuingia, maana ushafika. Hawa wasichana 2 ninyi ndio mliwapeleka? Yeah, mimi na rafiki yangu anaitwa Santos. Mliambia wapeleke kwa medical? Yeah.
Mlipofika hapo mbele, si waliingizwa hospitalini, si tukabakia kwenye reception. Baada tukakaa, ndo hiyo kesho yake usiku ndo tukaondoka mida ya 2:00 hivi, ndo tukaondoka na mizigo. Mizigo ni mwili wao? Ndio. Kama ni hospitali baba, hii mzigo unatokaje kwa hiyo hospitali? Unatumia mlango wa mortuary. Mlango ya mortuary. Watu hawaoni. Gari inaingia na reverse mlango wa mortuary. Gari linaingia na reverse kwenye mlango wa mortuary. Kwa mlango ya mortuary. Ndio. Alafu wanachukuliwa na gunia wanawekwa huko ndani. Ndio. Sasa wewe kazi yako ni gani? Ilikuwa kusafirisha. Kusafirisha? Ndio. Unatumia gari aina gani? Kwa safari zote tumetumia Noah. Unapeleka wapi? Ya kwanza tulipeleka huko Masaila, huko PCA, kwa Mwiki, Kasarani. Alafu nyingine? Yala. River Yala. Ndio. Umefanya hii kazi mkisafirisha mara ngapi? Safirisha karibia mara 4 hivi. Mara 4? Ndio. Mara 4 tu? Mara 4 kusafirisha, alafu kutoka nyuma nilikuwa naleta mtu. Kutoka nyuma ulikuwa unaleta watu kwa hiyo hospitali? Ndio. Wafanywe check up medically? Ndio, karibu. Alafu hawarudi? Ndio, nimefanya. Ni wasichana wa mtu, watoto wa mtu tu? Ni watoto wa binadamu, wamezaliwa jinsi nimezaliwa. River Yala mnawarusha kwa maji ama mnawapeleka namna gani? Ndio, tunarusha humo ndani kwa hizo mama, karibu na hiyo maji, karibu na waterfall. Alafu unasukuma, unaanguka kwenda huko, kisha tunarudi. Na mnatembea na nani hapo mkubwa wenu? Hassan. Hassan? Ndio. Naitwa Hassan Pakit. Wanaoenda Qatar medical check up, mambo ndio hayo. Guys, umejisikia na masikio yako wewe mwenyewe na umesikia kila kitu vile imeenda. And I'm telling you, mambo ni mbaya. Huku nje kumeharibika guys. Let's be very careful. Na usino kusema kila wakati I tap the blessing. Unaona venye wanatuanga pesa sasa. Umeona sasa? Hao wasanii wengi mnaonanga hapa nje. Wengine wanauanga watu. Sijasema baadhi wanauanga watu. Ni huku jana amekuja sasa kuongea, sasa inaweza kuleta sasa picture wasanii. And ukumbuke this week imekuwa ni wiki ya kureveal wasanii tabia zao. Mmeona Hannah ameexposiwa, mmeona huyo sijui nani wake ameexposiwa, mmeona Samira ameexposiwa, mmeona Cheryl Gabriela. Of all the people wenye tunajua, Cheryl Gabriela amekuwa exposed. So guys, let's be very 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 careful. I'm telling you, mambo ni mbaya hapa nje. Mambo ni mbaya guys. Yaani mimi sijaamini masikio yangu, sijaamini macho yangu, na sijaamini ni nini nitakwenda. Yaani mimi mambo imeharibika. Yaani guys, hebu niambie hapo, what do you think of this story? Because hii story imeacha watu wengi hapo confused. Some wanasema ni uongo, some wanasema ni ukweli, some are saying don't defend Bahati because you don't know. Wengine wanasema Bahati haizi fanya kitu kama hiyo. And you guys, of late Bahati amekuwa akisupport sana watu, akilisha watu barabarani, akiwapea chakula and everything. Mbona amefanya by the way this year anasaidianga watu timu ya kazi hii, but sasa this year imekuwa ile kabisa, ile too much. Yani kila wiki lazima atoke support watu and all those things. And sasa nakwambia imeinuka. So people are confused. People are like, ama watu wanasaidianga ndio ana nini kidogo. Unasikia tena inasemekana watu peleka Qatar na Dubai na everywhere. Hii ni nini ya watu wale ukienda pale medical, unaenda kufanya medical, mnadungwa shindani ya kulala, mnalala, alafu mnachukuliwa. Guys, I'm shocked. Mimi naogopa. Guys, mimi naogopa. Mimi sijaamini masikio kitu nimesikia. Ebu guys, give me your opinion in the comments. Tell me what do you think, and thank you for the love and support. I appreciate everyone. Returning subscribers,
I appreciate the support. New subscriber, welcome to the channel. Here hapa ni udaku in a positive way, udaku all the way. Hakuna ubaya, ni udaku tu hapa na pale. Ukiona ka something huko, tag me, nitakuja pale mbio, nitakuja pale, nitacollect, nitakuja hapa tuchambue na wewe and tujue next ni nini. And I told you guys, as much as tunaongea stories za wenyewe, we are learning through the stories. Thank you so much guys, and let's be very careful. Let's love ourselves and tuweke Mungu mbele in everything.